Hamjambo sana, amani ya Kristo Yesu iwe nanyi tena. Ninashukuru na kusema ni asante, ni kwa sababu ya nafasi hii Mungu ametupa na amenipa ili niweze kuzungumza nanyi kuhusu neno la Mungu. Ni matumaini yangu kwamba atanitumia vile yeye anataka. Atatoa ujumbe wake kupitia kwangu ili ufike kwako. Kwa hivyo sitakuwa na maneno mengi, bali nikushukuru kwa sababu ya siku ya leo, ili tupate kujiunga moja kwa moja kwa neno la Mungu. Ni wengi kweli walitamani kuona siku kama ya leo, lakini saa zingine watu wamejipata kwa matatizo tofauti tofauti. Wengine wamepoteza uhai, wengine ni wagonjwa, wengine wameshikwa, wengine wamepoteza mali, wengine wamekataliwa, wengine wameachwa. Kwa hivyo ni nafasi hii ya kupata ujumbe wa kutoka kwa Mungu ambao utakutia moyo. Ukweli ni kwamba mwanadamu hakuna faida anaweza kupea katika maisha haya isipokuwa kusikitika tu pamoja na wewe, na yeye aondoke aende zake na kuache ukiwa na huzuni wako, ukiwa na matatizo yako na mahangaiko yako. Kwa hivyo yule anayeweza kukupea faraja ya kudumu na ya kweli ni Kristo Yesu. Wacha tujifunze kutoka kitabu ya Danieli ili tujue kwamba anasemaje, anashauri wanadamu namna gani tunapaswa kujitegemea na akili zetu ama kumtegemea Mungu. Katika hiki kitabu ya Danieli tutaenda kujifunza kutoka sura ya 2 mstari wa 10 pale. Inasema hivi: Wakaldayo wakajibu mbele ya mfalme wakasema, hapana mtu duniani awezaye kulionyesha neno hili la mfalme, kwa maana hapana mfalme wala bwana wala liwali aliyetaka neno kama hili kwa mganga wala kwa mchawi wala kwa Mkaldayo. Mkaldayo, na nikitafsiri neno hili ni kwamba ni kama wale watu ambao ni wazee wenye hekima. Ni neno la ajabu ili analolitaka mfalme, wala hapana mwingine awezaye kumuonyesha mfalme neno hilo ila Mungu, ila miungu wasio na kikao pamoja na wenye mwili. Nafikiri tumepatana mahali pale. Huyu ni mfalme Nebukadneza. Alipoota ndoto akataka kujua inamaanisha nini, na wale watu ambao walikuwa wanaulizwa ushauri ni kama watumishi wa Mungu, pasta, aposto, manabii. Hawa kweli wametokea hapa, wanakuambia kwamba kujeni hapa utapata uponyaji, kujeni hapa utapata gari, jiunge na kanisa letu utapata shamba, kasi kubwa, biashara yako itanawili. Hao watu wote, wakati shida ilimpata mfalme, ndipo alisema kwamba hawa watu ambao wamekuwa wakitusaidia kutatua matatizo yetu hapa na pale, hii tatizo imekuja sasa, ni wakati mwafaka, ni wakati sahihi wajitokeze na wapate kunifumbulia mafumbo haya. Akawaalika waganga, wachawi na Wakaldayo. Kwa lugha yao waliitwa Wakaldayo, lakini ni kama manabii wakati huu, sababu kwa upande ule hawakuwa wanamwabudu Mungu. Kwa hivyo hawangeweza kujua neno hili nabii au mtafsiri. Kwa hivyo yeye akasema hao watu waitwe
na wapate kumonyesha, kumtafsiria ndoto hii na maana yake. Lakini changamoto ilitokea wakati waganga waliona giza. Hawakuelewa hiyo ndoto wala hawakuwa na ufahamu wa aina yoyote. Wachawi walijaribu kufanya mambo yao, lakini wapi? Manabii na watu wote wale ambao walikuwa na heshima kwamba wao wanaweza kutatua mambo haya, wazee, hata wao walijitokeza wakasema, kwa kweli tangu visasi vilivyopita, wafalme, maliwali, marais wote waliopita katika nchi ya Kenya hawajawahi kuuliza suluhisho kutoka kwetu kama hii. Na ukweli ni kwamba katika wanadamu hakuna anayeweza kutoa suluhisho ya hii tatizo isipokuwa tu miungu, isipokuwa tu Mungu ambaye haishi na wanadamu, afanyi mambo yake kama wanadamu, hakuli kama wanadamu, ambaye ni mtakatifu. Hiyo ndiyo maana kubwa. Kwa hivyo matatizo yote unaweza pitia, kwa kweli sisi tutajaribu kukufariji, tutakupa moyo, tutakaa pamoja nawe, pengine tutakupa msaada wa kifedha, tutakupa ushauri wa wanadamu, lakini yule anayeleza lete suluhisho la kudumu ni Kristo Yesu. Na Yesu apitii kwa mtu. Wewe mwenyewe ndio utamwalika katika maisha yako, ndiposa wakati kutatokea shida ataitatua rahisi tu. Na hata huenda wakati mwingine ukitembea na Yesu kwa ukamilifu, kwa kumtegemea, matatizo mengine atayaepusha yasikupate. Kwa hivyo kaka zangu na dada zangu, ni vizuri wakati mwingine wewe una pesa zako, una elimu yako, una nguvu zako, una urembo wako, una mashabiki wengi, lakini ni vizuri kumuhusisha Mungu katika mambo yako. Ni vizuri huwe na nafasi ya kuzungumza na Mungu, kwa sababu yeye ndiyo anaweza suluhisha matatizo yote. Kwa siku ya leo, hilo ndio neno la Mungu. Natumai limekuponya, limekufunza na litakubadilisha. Sio kwa ajili yangu, bali kwa ajili yako. Mungu hawe karibu na wewe, wewe huwe karibu na Mungu. Pale kwa YouTube ninapatikana kama Mike Menda. Ujumbe huu unakuhusu au unamuhusu mwingine. Kwa hivyo ni vizuri, sio kila ujumbe utakuhusu, lakini huenda jirani yako ana uhitaji. Kwa hivyo ni vizuri ukishare na kusubscribe pale. Hivyo ukifanya subscription hapo itakuwa ni jambo la busara. Kwa hivyo ukisubscribe, pia ulike na pia unatoa comment. Mimi ni mwanadamu, sijakamilika. Kwa hivyo itakuwa vizuri tukosoane, tuelekezane, tuelimishane kwa ajili ya neno la Mungu. Yeyote aliye na maoni yake yanaruhusiwa, bali yawe ni maoni ya kuponya, ya kubadilisha, ya kuelimisha. Pale uelewi, wasiliana nasi kupitia kwa huo ujumbe. Tutapata kuuliza zaidi kutoka kwa Mungu ili tupate kueleweshwa, kwa sababu mwanadamu hajakamilika. Kiongozi wetu ni Yesu Kristo. Amani ya Kristo Yesu iwe nanyi.